Hey, what is up guys? So hii ni section ya pili ya masterclass yetu ya Meta Ads, and today we'll be talking about vitu vitatu. Lakini kwanza kabla tujaongelea vitu vitatu, I want you to bear with me kwa sababu the room is a bit noisy, and this is because I usually record during the night, lakini leo kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo, I had to do it during day, and you know Dar es Salaam is a bit busy and a bit chaotic. Kwa hiyo you'll be hearing noises and I know the sound won't be the best, lakini you have to bear with me. Now, vitu ambavyo tunatakiwa kuvikava ni kwanza kabisa njia za kuweka matangazo kwa Meta Ads. Njia tofauti za kuweka matangazo kwa Meta Ads, and then tutaangalia Meta Ads ecosystem, alafu tutaangalia ideal setup ya Meta Ads ecosystem, kwa maana ya kwamba different scenarios, wateja wakija watakuja kwenye scenario gani tofauti. Now, to start, njia za kuweka matangazo kwa Meta Ads. Kuna njia kuu tatu za kuweka matangazo kwa Meta Ads. Njia ya kwanza ni boost post, njia ya pili ni promote via page, alafu njia ya tatu ni kuweka matangazo kwa Ads Manager. Na njia mbili za kwanza nikimaanisha boost post na promote via page ni njia ambazo ni very basic, nikimaanisha hazihitaji experience yoyote ile kuweza kuzitumia kwa sababu ni nyepesi sana kuweza kuzitumia. Na hii njia ya tatu ni njia ambayo ni professional, ingawa inahitaji learning curve kidogo, lakini ndio njia ambayo ni professional na ndio njia ambayo ninakushauri uitumie, especially kama unataka kufanya hii kazi kama biashara au kama unataka kuwasaidia watu wengi kuweka matangazo kwa Meta Ads. Yes. Let's go ahead and see how they look. Ukiingia kwenye either Instagram profile yako au Facebook profile yako, ukafungua posti yoyote ile ambayo umeiposti, ambayo either ni picha au ni video ambayo iko chini ya dakika 1.5 kwa maana ya sekunde 90, utaona inakupa option hapa chini ambayo ni kama button ya blue hivi imeandikwa boost post. Unaweza kaiboost hii posti kwa kutumia hii button hapa. Then ukienda kwenye Facebook page yako, Facebook page, sio Facebook profile, Facebook page. Ukifungua Facebook page yako utaona juu kabisa kuna button mbili. Ya kwanza kabisa imeandikwa professional dashboard, alafu ipo hii nyingine ambayo ina rangi kama ya gray imeandikwa advertise. Ukitaka kuweka tangazo kwa promote via page, unatumia hii button ambayo imeandikwa advertise, ambapo ukiclick tu itakuletea options za namna ya kuweka matangazo. Now, hizi njia zote mbili ni njia very basic ambazo mtu yeyote yule anaweza akafanya, na mara nyingi sana zinatumiwa na biashara ambazo ndo kwanza zinaanza na hazina budget ya matangazo. Na njia ambayo ninakushauri uitumie, na actually ndo njia ambayo kila mtu anatakiwa awe anaitumia, ni njia ya kutumia Ads Manager. Now, Ads Manager ni online tool ambayo itakusaidia kuweka matangazo professionally ya Meta. Yes, let's take a look on differences ambazo zipo kati ya hizi njia mbili. Hizi njia ambazo ni nyepesi, njia za beginner, lakini vile vile tulinganishe na njia ambayo ni professional ambayo ni Ads Manager. Ukianza na njia ambazo ni za beginner kwa maana ya boost post na promote via page, kwanza kabisa ni njia ambayo ni suitable kwa beginner kama tulivyosema, lakini vile vile ni nyepesi sana kusetup, na unaweza ukaitumia ukiwa ni either mmiliki wa Instagram page au Facebook page. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba ili kuweza kuset tangazo kwa kutumia promote via page au boost post, unatakiwa uwe na access na hiyo social media account. Wakati kuseti tangazo kwa kutumia Ads Manager, hauhitaji kuwa na full access na hiyo account. Unahitaji kuwa na access tu ya kuweza kuweka tangazo, and then unaweza ukaendelea kuweka matangazo. Lakini huku ili uweze kufanya boost post au uweze kufanya promote via page, unahitaji kuwa na full access ya hiyo social media account au social media page. Now, nafahamu kwamba nimesema hii ni very basic na hatutabase nayo, lakini kama ndo una plani kuitumia, kuna steps kama 4 hivi za kuweka tangazo. Step ya kwanza ni unachagua posti ambayo unataka kuiweka kama tangazo. Labda posti zako unazo hapo kwenye Instagram page yako au Facebook page yako, unachagua posti moja ambayo unataka kuiweka kama tangazo. Now, principles za hiyo posti ambayo unaichagua ni kwanza kabisa iwe ni either ni picha au ni video ambayo ina urefu wa chini ya dakika 1.5 kwa maana ya sekunde 90. Ukichagua video ambayo ni ndefu kuliko dakika 1.5, utaona kwamba utakuwa hauna option ya kuliboost hilo tangazo. Now, step ya pili ni kuchoose target audience. Kuchagua
hili tangazo unataka liwafikie watu gani, unataka kama ni biashara unataka kuwauzia watu gani, kama lengo lako ni awareness unataka watu gani wafahamu kuhusu biashara yako. Then baada ya kuchagua target audience, step ya 3 unachagua budget. Watakuletea option ya kuchagua budget. Na hii namna ya kuchagua budget huwa tunaita bidding. Bidding simply ni namna ambavyo wewe unalipia tangazo lako. Either unalipia namba ya watu ambao wataliona tangazo, au unalipia message, au unalipia website visit. Actually hizi ndo option 3 tu, bidding options ambazo utazipata ukitumia Boost Post au ukitumia Promote via page. Either upate traffic, watu wa visit website yako, au upate message, DM au WhatsApp, au upate namba ya watu watakao review tangazo lako. Na hiyo ni moja kati ya shortbacks za kutumia Boost Post au Promote via page, kwamba una bidding method 3 tu. Wakati kwenye Ads Manager kule kama tutakavyoona kuna bidding method nyingi sana. Yes, baada ya kufanya bidding au kuchagua utalipia nini kwenye tangazo lako, then itakuja option ya mwisho ambayo ni kuconfirm, alafu tangazo lako litaenda hewani. And that's it. Just simple like that. Utakuwa umeweka tangazo kwa kutumia Boost Post au Promote via page. Now, unachotakiwa kukifahamu ni kwamba ukiweka tangazo kwa kutumia Boost Post au Promote via page, ni kwamba tangazo lako litaonekana sehemu 2 tu. Nadhani tutakuwa nakumbuka kwenye session ya mwisho ni kuelekeza sehemu ambazo tangazo lako linaweza likaonekana, including kwenye Facebook account au Facebook page, kwenye Instagram account au Instagram page, kwenye Messenger, lakini vile vile kwenye audience network. Na ukitumia hizi njia 2, Boost Post na Promote via page, tangazo lako litaweza kwenda sehemu 2 tu, kwenye Instagram page na kwenye Facebook page. Now, hii njia ni kama ulivyoona ni rahisi sana, na mara nyingi sana kama nilivyosema ni suitable au ni nzuri sana kwa biashara zinazoanza ambazo actually hazina budget ya kufanya advertisement, au zina budget ndogo sana ya kufanya advertisement. Let's say ni mtu unafanya biashara ya kawaida, labda biashara ya chakula, biashara ya maua, biashara ya nguo pengine ambayo ni ndo kwanza inaanza. Unaweza ukatumia hizi njia kwa sababu ni njia ambazo ni rahisi sana kuzitumia na hazita kuingiza kwenye gharama ya kuhitaji either training au kumhaya mtu mwingine ili aweze kukuwekea matangazo. Isipokuwa setback ni kwamba hizi coverage yake inaweza ikawa sio kubwa sana ukilinganisha na kutumia njia ya Ads Manager. Na tukiongelea Ads Manager ni program kama nilivyokuambia ambayo inatumika kuweka matangazo ya Meta, lakini ni program ambayo ni professional. Yes, muonekano wake unakuwa namna hii kama unavyoona hapa, na don't worry about muonekano, don't worry about everything. Hizi complications zote tutazikava kwenye session inayofuata. Yes, now sifa za hii Ads Manager ni kwamba kwanza kabisa iko complicated. Kama ni mtu unataka kuitumia, hauwezi ukaitumia hata kama uko smart kiasi gani, hauwezi ukaitumia kama haujaelekezwa. Yaani kama hujapata mtu wa kuelekeza ni vigumu sana kuweza kuitumia. Lakini vile vile hata wakati wa kuelekezwa vile vile ina learning curve, kwa maana kwamba siwezi nikakuelekeza sasa hivi alafu ukategemea kuwa competent immediately kuweza kuitumia. Unatakiwa kuitumia mara 1, mara 2, mara 3 kabla ya kuizoea. And then advantage yake nyingine ni kwamba unaweza ukatengeneza campaign tofauti. Na zile njia 2 ambazo ni Boost Post na Promote via page, unachukua tangazo moja ndio unaliweka kama ad, lakini kwa kutumia Ads Manager unaweza ukaweka matangazo mengi, kwa maana ya unaweza ukatengeneza campaign tofauti na ukaweza kuzimonitor kwenye hii program. Yes. Na advantage nyingine ndio hiyo ambayo nimeitaja kwamba unaweza ukamanage campaign tofauti ambazo unaziendesha kwenye program. Don't worry about this, we'll cover everything in this particular course, especially kwenye session ambayo inafuata. Now, advantage nyingine ni kwamba unapata access ya detailed targeting. Kule kwenye Boost Post na Promote via page wanakupa option ya watu na target ndogo ukilinganisha na option ambazo utazipata ukiwa unatumia Ads Manager. Yes, nadhani hiyo iko clear, lakini vile vile huku unapata hata chance ya kutarget watu kulingana na demographics ambazo wewe unazo na data ambazo wewe unazo. Let's say una namba za simu za watu, una email za watu, una details zote zile ambazo unaweza ukawapa Meta, wanaweza wakafanya comparison kuangalia characteristics au sifa za huyu mtu akiwa mtandaoni, alafu wakakutafutia watu wa design hiyo, watu wanao behave namna hiyo, then ndo wakalipush tangazo lako likaonekana kwa watu wa namna hiyo. Na hii ni nzuri sana kama una watu specific, una biashara specific na una watu specific unawafikiria kichwani kuwa wateja wako.
unaweza ukaitumia hiyo njia ya lookalike, and again don't worry, tutaikover kwenye sessions zinazofuata. Lakini vile vile kama nilivyokuambia mwanzo wakati wa boost post na promote via page, ni kwamba kule unapata bidding method 3 tu, wakati huku unapata bidding method nyingi kama tutakavyoona kwenye session zitakazofuata. Na kama umesahau, bidding ni namna unavyolipia tangazo lako, kwa maana ya kwamba inaweza ikawa ni unalipia kulingana na idadi ya watu watakao view tangazo lako, au unalipia kulingana na message ambazo utazipata, au unalipia kulingana na watu watakao visit profile yako na vitu vingine vya namna hiyo. Advantage nyingine ni kwamba kama una run ad, unaweza run ad kwa budget ndogo kama kuitest hiyo ad, then ukiona imefanya vizuri ukaongeza budget, na hii ndo inaitwa performance driven ad, kwa maana ya kwamba unaweka tangazo then unaangalia performance yake, alafu kutoka kwenye hiyo performance ndo unaamua kwamba hili tangazo liendelee au hili tangazo lisiendelee. Hizo options zote unaweza ukazipata kama unatumia Ads Manager. Advantage nyingine ni kwamba unaweza ukarun dark post. Dark post ni post ambayo unaiweka kama tangazo, lakini mtu akivisit profile yako hawezi akaiona. Yes, anaona posti ambayo ni tangazo, lakini akifuatilia akija kwenye account hawezi akaiona hiyo posti. Ina maana hiyo posti haiwi posted kwenye account yako, lakini inaonekana ikiwa ni ad. Na unachotakiwa kujua ni kwamba hii njia ni njia ambayo ni professional na kidogo inahitaji expert. Kwa hiyo ni njia ambayo ni suitable kwa makampuni na biashara ambazo zimeseti pembeni budget kwa ajili ya kufanya marketing na advertisement. Na kitu kingine unachotakiwa kujua ni kwamba baadhi ya kampuni au biashara zinaweza zikatumia njia zote mbili, kwa maana ya boost post au promote via page, alafu zikaje zikatumia na Ads Manager. Ukiongelea kampuni labda kama Yes, inaweza ikawa na marketing agency ambayo inaisaidia kurun ads kwa kutumia Ads Manager kwa lengo la kupata analytics, kwa lengo la kupata matokeo ambayo ni measurable. Alafu kwa sababu kila siku wao wanatengeneza content na wanaziposti mtandaoni, kwa lengo la kuboost au kuhype hizo posti, wanaweza wakawa wana budget ndogo kwa ajili ya kuweka matangazo kwa kuboost posti. Now second part ni part ya Meta Ads ecosystem. Tukiongelea Meta Ads ecosystem ni jumla ya programu ambazo unazihitaji ili uweze kurusha tangazo kwa kutumia Meta Ads. Ukiangalia hapa utaona kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza kabisa ni Facebook profile, kuna Facebook page na kuna Meta Ad account. Hivi vyote ni vitu vitatu ambavyo ni vya muhimu sana unavyohitaji ili uweze kurusha matangazo kwa kutumia Meta Ad. Na ukiongelea Facebook profile, hii ni profile yako, na hii inasimama kwa ajili ya kukurepresent wewe, kwa maana ya kwamba ni sehemu ambayo inakurepresent wewe na personality yako na almost kila kitu unachokifanya kila siku. Sasa kama wewe utakuwa na biashara au utakuwa na kazi ambazo unazifanya ambazo unataka kuzicommercialize au kuzitangaza, unatakiwa kuwa na Facebook page. Now hapo ndo Facebook page inapokuja in picture, kwamba utatakiwa kuwa na sehemu ambayo unakusanya watu kwa ajili ya kuwaonesha kazi zako, kwa ajili ya kuwatangazia, na matangazo yote huwa yanarushwa kutoka kwenye Facebook page. Yes, not kwamba matangazo yote yanarushwa on behalf of Facebook page. Kwa hiyo Facebook profile ni ya muhimu ambayo inakurepresent wewe. Sasa wewe ndo unafungua Facebook page. Let's say Facebook page ni kama frame yako ya biashara, ambapo unaweka vitu ambavyo ni specific kwa ajili ya biashara yako, wakati Facebook profile ni sehemu ambayo inakurepresent wewe na personality yako. Unaweza ukashare vitu vya interest tofauti tofauti, na unahitaji Facebook profile kuweza kutengeneza Facebook page, alafu Facebook page ndio inayohitajika kuweza kuset matangazo kwenye Ads Manager. Nadhani hapo kidogo nimeiweka clear. Kwenye Ads Manager kama nilivyokuambia, yenyewe ni tool ambayo inatumika kwenye kuweka matangazo, na we'll talk about it more later, na actually ndo tool ambayo tutainteract nayo sana, kwa hiyo do not worry about it at all. And then kitu ambacho natakiwa kukifahamu ni kwamba kama nilivyokuambia kwamba matangazo yote huwa yanakuwa run on behalf of Facebook or Instagram page. Kwa hiyo ukiona kwa mfano hapa kuna mfano ambao nilitoa kwenye session iliyopita, ni kwamba hii ni post ya kawaida ambayo haiko boosted. Kwa hiyo ukipewa option ya kuiboost au kuweka tangazo kwa kutumia Meta Ads, utaona kwamba hili tangazo linakuwa run on behalf of this Instagram page, kwa maana ya Damedea Instagram page. Utaona sponsored hapo, utaona na call to action huku chini, specified call to action huku chini, lakini lengo langu hapa ni kukuonesha kwamba haya matangazo yanakuwa run on behalf of either Instagram page au Facebook page. Narudia tena, hauwezi ukarun tangazo
bila kuwa na Facebook page. Na namna ya kutengeneza Facebook page tutaiangalia kwenye session inayofuata, and do not worry at all. Kitu ambacho natakiwa kukifahamu ni kwamba tumeongelea kuhusu vitu vitatu. Tumeongelea kuhusu Facebook profile, Facebook page na Meta ad account na jinsi vinavyo connect. Now, kitu ambacho ni cha msingi sana unachotakiwa kukifahamu ni kwamba kama unafanya kuweka matangazo kama biashara, kama unafanya kuweka matangazo kama marketing agents, unahitaji kuwa na program ya 4 hapa ambayo inaitwa Meta Business Suite. Meta Business Suite ni program ambayo inasimamia kila kitu kuhusu Meta, kwa maana ya kwamba itasimamia Facebook profile, itasimamia Facebook page, itasimamia Instagram profile yako, itasimamia Meta ad account. Lakini vile vile kama una watu ambao unawatumia wewe kama wafanyakazi, let's say unamiliki agents, kuna watu ambao unawatumia wewe kama wafanyakazi, wote wanaweza wakawa managed kwa kutumia hii Meta Business Suite. Ila kwa sasa hivi kitu unachotakiwa kukifahamu ni kwamba Meta Business Suite ndio inasimamia Facebook profile, inasimamia Facebook page na inasimamia Meta Ads account. Kwa hiyo Meta Business Suite inazisimamia hizi zote, lakini hizi zote zinatakiwa ziwe connected ili kuweza kurusha tangazo. Yes. Now section ya 3 ambayo ni ya muhimu sana, especially kama una plan ya kutengeneza agents, yani advertising agents, ni hii hapa ambayo ni Ideal Agents Setup. Kwenye hii section unachotakiwa kufahamu ni kwamba wateja watakuja kwako wakiwa na scenario tofauti tofauti. Hawatakuja kwako wakiwa na scenario moja. Kuna mteja atakuja akiwa na labda na Instagram page peke yake. Kuna mwingine atakuja na Instagram na Facebook profile peke yake. Kuna mwingine atakuja labda amewahi kufanya kazi na mtu mwingine ambaye alimsaidia kuweka tangazo au kuweka matangazo, kwa hiyo tayari ana Instagram page, ana Facebook profile, ana Facebook page, lakini vile vile ana Meta Ads Manager. Au unaweza kupata mtu ambaye ana kampuni ambayo ni kampuni mama kwa kampuni ndogo ndogo ambazo labda zinafanya biashara fulani, na kila biashara pengine yeye akawa tayari alishaanza kuimanage separate. Kwa hiyo utakuta huyu mtu in addition ana kitu kingine ambacho ni Meta Business Manager. Kwa hiyo kwenye scenario zote hizi, namna ya kuwahandle hawa wateja ndo ambayo tunaiongelea kwa hapa. Okay? So ukiangalia hapa utaona kwamba juu kabisa kuna Business Manager, alafu kuna clients tofauti tofauti. Hapa hawa clients wote wako connected kwenye hii Business Manager. Hizi scenario zote kabla hata hatujaziongelea, utatakiwa umconnect mteja kwenye Meta Business Manager. Na umuhimu wa kuwa na Meta Business Manager kama nilivyokuambia ni kwamba una manage account nyingi kwa wakati mmoja. Unaweza ka manage Facebook page, Instagram profile, uka manage ad account, vyote kwa pamoja kwa sehemu moja, na unaweza ukavimanage vyote hivi vya wateja tofauti tofauti. Kwa hiyo hii inakupa urahisi zaidi, na hii ni rahisi zaidi kama utakuwa na operate kama agency. Kwanza kabisa kuna scenario ya kwanza kabisa ambayo ni client A hapa. Kwanza kabisa ukipata mteja ambaye hana hivi vyote, kwa maana ya kwamba pengine ndo biashara inaanza au alikuwa anafanya biashara lakini traditionally hayupo kwenye social media, then utatakiwa kumfungulia Instagram account, lakini vile vile utatakiwa kumfungulia Facebook profile kwa maana ya Facebook account. Alafu baada ya Facebook account utatakiwa umtengenezee page. Namna ya kutengeneza page again nitakuelekeza kwenye session inayofuata. Now ukiangalia hapa nimeanza kwa kuassume kwamba wateja utakaowapata ni wateja ambao tayari wameshaanza kufanya biashara au at least wapo kwenye social media, kwa maana ya kwamba akiwa kwenye social media obvious atakuwa na Instagram profile, atakuwa na Facebook profile na Facebook page. Kwa hiyo ukiangalia scenario ya kwanza kabisa tunaanza na mtu wa namna hiyo. Kama una mteja ambaye ana fit kwenye hii scenario ya kwanza kwa maana ya client A ambaye ana Facebook page, ana Instagram page, utamhandle vipi? Cha kwanza kabisa itabidi utengeneze ad account ambayo ni special kwa ajili ya kumanage page zake. Alafu itabidi uombe access ya kumanage matangazo kwenye Facebook page yake. Na kama ni mteja ambaye yuko stable au ni organization, lazima itakuwa na page admin. Page admin ni mtu ambaye anaisimamia Facebook page na kuhakikisha kwamba ina run vizuri. Na utatakiwa uingie kwenye hii ad account ambayo umeitengeneza kwa ajili ya kumanage hizi page za hii biashara. Then utatakiwa ukopi na kupaste link ya hii page ambayo unataka kuimanage kwenye ad account ambayo umeitengeneza, alafu utaomba access. Kule admin ataruhusu wewe kuweza kuaccess Facebook page yao, especially kwenye kurusha matangazo. Na hapo utakuwa umeconnect Facebook page yao na hiyo ad account ambayo umeitengeneza kwa ajili ya kuwasaidia kurusha matangazo. And that's how you handle the client who comes with a scenario like this. Kuhusu namna ya ku request access ya Facebook page
na namna ya kucopy link. Hivyo nilivyokuelezea, hii procedure yote nitai break down kwenye session inayofuata. Na scenario ya pili ni kwamba una huyu client B. Huyu client B yeye kaja ana Instagram page, ana Facebook page, ana Facebook account pia, lakini vile vile ana ads manager. Let's say huyu ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi na mtu mwingine ambaye alikuwa anamsaidia kuweka matangazo, na for a reason we do not know wamepart. Na kwa hiyo huyu mtu amekuja kwako akiwa tayari ana Instagram page, ana Facebook page, lakini vile vile ana ads manager. Anataka wewe umsaidie kurusha matangazo. Unachotakiwa kukifanya hapa ni either unaweza kufungua ads manager mpya, alafu utaomba access kwenye page kama client wa kwanza. Na nikukumbushe tena kwamba kitu cha msingi sana hapo ni Facebook page. Hakuna tangazo linarushwa bila kupata access kutoka kwenye Facebook page. Na scenario ya pili ni kwamba unaweza ukaichukua hii Meta ad account yake au Meta ads manager yake ukaiadi kwenye business manager yako, then ukaimanage kuanzia hapo. Yani ukaadi hii ad manager yake, ukaadi Instagram page yake na Facebook page yake kwenye Meta Business Suite, then ukavimonitor vyote na ukavirani vyote kutokea kwenye Meta Business Suite yako au Meta Business Manager yako. Now, client wa tatu ni mteja ambaye anakuja na scenario ya huyu client C. Kwanza kabisa ana page. Pili ana ads manager. Lakini tatu amekuja akiwa na Meta Business Manager. Ina maana huyu ni kampuni kubwa. Ni kampuni kubwa ambayo either ina branches au ina sub companies ambazo inazirun. Kwa maana ya kwamba let's say ni kampuni ambayo ina deal labda na electronics, lakini imespecify labda party ina deal na kuuza computer, party ina deal na kuuza simu, na inaziseparate hizi part. Haitaki hizi party zi associate. Kwa hiyo kila party utakuta imetengenezewa Meta ads account yake, na hizi zote utakuta wao wamezijoin kwa kutumia Meta Business Manager. Na kitu cha msingi sana cha kuongelea hapa kabla ya kuiongelea hii scenario ni kwamba Meta ads account ikisha joiniwa kwenye Meta Business Manager, basi they belong together. Hakutakuwa na namna ya kuviseparate. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya ni kwamba utatakiwa uombe partner access kwenye hiyo Business Manager. Yani Business Manager yako iombe partner access kwenye Business Manager hiyo nyingine. Alafu wao watakupa hiyo partner access. Wakikupa partner access utakuwa unaweza kucontrol kila kitu kinachoendelea kwenye hiyo Business Manager ya kwao. Lakini hiyo access pia itabidi wakupe ya kuweza kucontrol ads account zilizopo ndani ya hiyo Meta Business Manager ya kwao. Now I know this may sound dry and hard, lakini I promise kila kitu kita click kama tukianza kufanya vitu practically especially kwenye session inayofuata. Yes, having said that, thank you so much for watching this video, and kama kawaida make sure una like, una comment na una share na mtu ambaye unahisi itamsaidia. Lakini vile vile kama una changamoto yoyote ile unayoipata during this training, make sure unaniandikia kwenye comment section hapo chini. And as usual, remember unaweza kutucontact kwa kutumia namba yetu ambayo ni +255 761 404 930. Lakini vile vile unaweza ukatembelea website yetu ambayo ni www.damidea.com au ukatuandikia email kwa hello@damidea.com. Peace.